umepanga kuishi na mwanaume mpaka kufa, hii ndio principle. Hii ndio kanuni ya kuishi naye. Hataki kelele. Kama umepanga kuishi naye mpaka kufa. Ni kama vile nilivyowaambia wanaume, kama umepanga kuishi na mwanamke, unaishi na kiumbe kisichoridhika, ambacho hakina past, kina present na future. Kwa wakati wote kitakuitisha nguo, kitakuitisha hiki, usiseme hey, wiki iliyopita. Mwanamke hataki kusikia iliyopita. Mwanamke anataka today and tomorrow. Habari ya yesterday kwenye kichwa cha mwanamke imefutwa. Hakuna vocabulary kwenye kichwa cha mwanamke ya kusema wakati uliopita. Hiyo haipo. Wanaume ndio tuna past. Ndio maana kuna wanaume mko hapa mpaka leo mnagharamia wanawake mliopita nao miaka 20 iliyopita. Ulilala naye mara moja, lakini mpaka leo unamsuka nywele, unamsaidia renti, unamnunulia nguo kwa past. Kwa sababu hata kikuomba unashindwa kukataa. Unamwambia nimeokoka, siwezi kurudia mambo haya. Anasema ndio, na mimi nasema usirudie, lakini sijasuka. Unamwambia kwa kweli, yani mambo yalikuwa ya kijinga wakati nilikuwa sijaokoka, ndio maana nilikuwa leo. Anasema kabisa, hata mimi mwenyewe nimeokoka siku hizi sifanyi, lakini nadaiwa rent. Mimi sina nia. Kwa sababu ulisha faidi, nilikupa. Kwa hiyo leo unaona sifai, huwezi kunisaidia tena. Unasema mbona hata siku ile nilikupa hela? Leo wanaume wengi ambao wengine mnaniangalia hapa, sema ukweli, hawakuombi wale uliopita nao shuleni, chuoni, sijui wapi, hawakuombi hela. Sema ukweli. Hebu angalia body language ya huyo mwanaume, utaiona tu inaombwa. Yaani unaona tu hii sura inaombwa na wale watu waliopita zamani. Hata kata